msichana aliyepeleka maiti ya mjomba wake benki ili kumsainisha mkopo wa dola 3,200 ambayo ni sawasawa na milioni 8,160,000 ya Kitanzania. Hii ni story ambayo imetokea katika nchi ya Brazil mwaka 2024 Aprili 16, ambayo kwa hivi sasa inatrend sana kwenye mitandao ya kijamii ikisemekana kwamba huyu dada amemfanyia hivyo mwanaume wake, lakini real story sio mume wake bali alikuwa ni mjomba wake, na ameishi na mjomba wake ndani ya miaka 15, na mjomba wake alikuwa ni mlevi sana wa pombe. Alikuwa anatumia pombe kupita kiasi. Hivyo pombe ilisababisha kupata maradhi, na kipindi chote ambacho alikuwa anaumwa kitandani, Elika ndio alikuwa anamsaidia mjomba wake katika kipindi hicho chote. Baada ya mjomba wake kufariki kwa ugonjwa wa moyo kufeli pamoja na chakula kuingia katika mapafu, aliamua moja kwa moja kumpeleka benki. Na tukio hili lilifanyika Itaú Bank, ambapo Elika alifika akiwa na mjomba wake aliyekuwa tayari ni marehemu, na kuchukua fomu ya mkopo ambayo ilikuwa inahitaji saini ya mtu aliyekuwa anataka mkopo huo. Kisha akaanza kumwambia mjomba wake kuwa, unanisikia, nataka usaini hapa katika hii fomu. Ingalikuwa alikuwa anajua kabisa kwamba mjomba wake tayari ameshapoteza maisha, lakini bado alikuwa anainsist kumlazimisha mjomba wake hawezi kujaza hiyo fomu kwa kutia saini yake ya kuomba mkopo wa milioni 8,160,000. Customer service wa Itaú Bank waliona kuna kitu hakiko sawa katika mwili wa Paul Robert ambaye ni mjomba wa Erika, kwa sababu alionekana kuwa yuko unconscious. Kwa hiyo ni mtu ambaye tayari hajitambui, anaweza vipi kusaini? Japokuwa kwa upande wa Erika alikuwa anajua kabisa kwamba mjomba wake tayari ameshafariki. Customer service wa Itaú Bank wakaona kuna kitu hakiko sawa, wakaamua kupigia simu polisi, na polisi walipofika wakamchukua Erika kwa kesi ya udanganyifu, kwamba alikuwa anaenda kudanganya benki kwa kuomba mkopo kwa mtu ambaye yuko unconscious. Baada ya vipimo kufanyika katika mwili wa Paul Robert, wakagundua kwamba Paul Robert alifariki masaa 2 yaliyopita kabla ya Erika kumleta katika benki ya Itaú Bank kwa ajili ya kuomba mkopo wa dola 3,200. Baadhi ya ndugu walisema kuwa Erika alikuwa na changamoto ya afya ya akili, hivyo ilikuwa ni ngumu kwake kujua kwamba mjomba wake alikuwa tayari ameshafariki, na ndio maana alimchukua moja kwa moja kwa ajili ya kumpeleka benki ili waweze kupata mkopo ambao ungeweza kuwasaidia kuwasogeza kimaisha, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anakaa naye yeye tangu alikuwa yuko mgonjwa.